Ndugu watazamaji, kama unavyoona leo tupo Igawa soko la kitunguu. Tumekutana hapa na mtaalamu wa vitunguu, atatueleza kitunguu kipoje, kitunguu kinalimwaje mpaka kinaweza kufika hapa sokoni. Brother, mambo vipi? Safi, vipi habari kaka? Salama tu, kwema? Kwema kabisa. Karibuni. Asante, hongereni kwa kazi. Asante, tunaendelea na mapambano kama mnavyoona. Ndio, tunaona kitunguu. Unaweza kutueleza kitunguu, hatua za kitunguu mpaka kinafika hapa sokoni, kwenye kilimo mpaka kinakamilika? Ulitaka ujue kilimo au ulitaka kujua manunuzi yake? Kilimo, hatua zake. Mtu ambaye anatazama huko ambaye hajawahi kukifahamu kitunguu anakiona tu, hajue kitunguu kinalimwaje, kinaendaje. Sawa sawa. Hii kitunguu kinatafutwa mbegu za punje, lakini pia unatafuta eneo zuri ambalo unaweza ukapiga vitalu kwa maana ya uoteshaji. Kuna wataalamu wa kupiga vitalu, anakupigia vitalu, unaotesha. Baada ya siku 30 au 40 unang'oa mbegu ukiwa umeandaa shamba, limepigwa vitalu, unaenda kupanda. Ukisha kipanda unaendelea na huduma inayofuata ni kunywesha, kutia mbolea, dawa kwa wakati. Kinakwenda miezi 3 unang'oa, kinakuwa tayari. Je, changamoto ya kwenye masoko yake, changamoto yake ipoje? Changamoto ya masoko, Tanzania bado hatujapata soko ambalo lina muonekano mzuri kwenye biashara. Hasa changamoto yake inakuja pale ambapo kinakuwa kitunguu wateja ni wachache na hiki kinatoka kwa wingi. Kama hapa kwetu tuna vitunguu vingi sana. Ndio. Sasa wateja kuwa wachache ni changamoto ambayo inapelekea mkulima muda mwingine kuto kufaidika na zao. Imetokea umevuna umekosa imetokea umevuna kingi umekosa wateja. Kwa hiyo unafanyaje? Kinahifadhika? Kitunguu kinahifadhika, ila kina muda. Kwa muda gani? Kuanzia wa 10 kuendelea kinahifadhika, lakini muda huu hakiwezi kuhifadhika kwa sababu joto ni kali. Ukihifadhi kinaoza haraka sana. Kwa hiyo inamlazimu mtu au mkulima kuuza kwa wakati uliopo, hata kwa bei ndogo, ili anusuru fedha yake. Kwa maana hiyo changamoto kubwa ni masoko. Masoko bado ni changamoto, tunahitaji masoko sana. Ukanda wetu huu wa wilaya ya Mbarali, hasa hapa Igawa, tunatakiwa tuwe na masoko ambayo yatakizi mazao kutoka kwa wakati. Ndio, ili roba lina kilo ngapi? Roba ya kitunguu inachukua kilo ngapi? Roba ya kitunguu inakwenda uzito wa 110 mpaka 105. Kilo 110 mpaka 105. Kwa sasa roba kama hii bei yake ni shilingi ngapi? Kwa sasa hivi tunapoongea kitunguu hiki kwa mkulima ni shilingi 70,000 mpaka 75. Kikipanda sana huwa kinafika shilingi ngapi? Kikipanda sana mpaka tunasema hapa walau kilipo wastani mzuri ni wastani wa 100,000. 100,000. 100,000 kwa eka moja unaweza ukapata gunia ngapi? Sasa hapo inategemea. Ndio. Kuna mtu anakuwa serious, maximum tunafanya gunia 70-60. Gunia 70-60. Na matunzo ya kitunguu kwa eka moja yana cost kiasi gani? Matunzo ya kitunguu kuanzia kuweka mbegu mpaka kuvuna inaweza ikakugharimu 3,500,000. 3,500,000. Kwa hali ya chini sisi mpaka 3,000,000, kwa maana ya kwamba kazi nyingi nazifanya mwenyewe. Unazifanya kwa mikono? Kwa mikono yangu. Kwa hiyo ukiwekeza hiyo 3,500,000 au 3,000,000 kwenye kitunguu, soko likiwa zuri unaweza ukapata faida kiasi gani? Masoko kuwa mazuri ni bahati. Kwa nini ni bahati? Ni kama hivi ninavyokuambia, soko hili liwe zuri, na maana masoko yale tunayoyategemea kama Tunduma yakifunguka, watu wamepeleka bidhaa, sasa inahitajika ukiuza laki walau kwenye milioni 7-6 unanufaika na 2,000,000 au 2,500,000. Sasa hapo ni bahati kama ninavyokuambia, lakini ikiwa kweli imetokea umepata milioni na umepata 100,000 kwa ujazo wa gunia 70, maana yake utapata nusu kwa nusu. Unapata nusu kwa nusu. Labda changamoto ambayo itakufanya ule hasara kwenye kilimo cha kitunguu, changamoto gani ambazo zinaweza zikampelekea mkulima kupata hasara kubwa shambani? Hasara mojawapo inayoweza kusababishwa ukapata hasara ni soko, kwa sababu bei ndogo ndio huwa inakaa muda mrefu kuliko bei kubwa. Mfano kwa shambani kule shambani kuna changamoto nyingi. Hasara akapata kipato kidogo zaidi alivyokuwa anategemea. Changamoto ya kwanza ni wadudu. Wadudu wanazaliwa na hali ya hewa. Mvua zikiwa chache lazima utakutana na wadudu, kwa maana ya kwamba jua linazalisha wadudu. Kitunguu kinaharibika vipi? Jua linapopiga majimaji kinakosa, yale majimaji ndio huwa yanafanya wadudu wavamie. Kuna chawa wanakuwa katikati pale kufyonza yale maji, na bomba lile la kitunguu ndio kitunguu kuvimba kwake.
Sasa lisipomea lile kitunguu huku chini kinakuwa hamna. Na kisipovimba tayari kipato hakuna. Mimi kuna swali moja nishajiuliza, kwa nini kitunguu hakilimwi wakati wa kifuku? Aha, hakilimwi wakati wa kifuku, kinalimwa, sema hujazunguka baadhi ya maeneo kuona. Sehemu nyingi wanasema kitunguu wanaanza kulima mwezi wa 3, hawalimi mwezi wa 12 kama tunavyolima mahindi au tunavyolima mazao mengine kama mahindi, karanga, maharage. Sasa kwenye asilimia, kwa nini hawalimi? Kitunguu hakitaki maji mengi. Ndiyo. Kitunguu na mpunga jiografia yake kidogo tofauti. Ndiyo. Mpunga unataka maji, lakini kitunguu kinaitaka hali ya ukame kidogo. Kinataka kiwe kina maji lakini kikaushiwe maji, ili kinapokuwa na maji kinafyonza kuweka kwenye bomba, maji yanapokuwa ukame kinashusha kwenye kitunguu. Sasa kinaposhusha ndo kutengeneza kuvimba. Kwa hakihitaji maji mengi sana. Hakihitaji maji mengi sana. Kwa hiyo kukiwa kuna maji mengi inakuwa tayari hiyo changamoto. Kwanza hakiwezi vimba. Hakiwezi vimba. Huaga kinakwenda kinaanza kuoza kwenye mizizi pale. Kinaoza. Maji ya kutuama kama mpunga, kitunguu huwa kinaoza pale. Ni sehemu ambayo soko lake la kitunguu ni kubwa sana. Wanazalisha vitunguu kwa kiasi kikubwa sana. Sawa sawa. Bahari tunajivunia, kuna sehemu nyingine tunazalisha mpunga, Igawa tunazalisha vitunguu na mazao mengi ya bustani. Sahihi. Kuna kilimo kingine cha hoho. Ndio. Hoho nayo kilimo chake kipoje? Hoho kilimo chake kipo, lakini ni bado watu hawajapata naona elimu au muamsho, lakini kipo na kinafahamika. Hoho inafanya vizuri sana tu, sababu hoho nimejaribu kuifuatilia, japo mimi sijawahi lima, ila nimeifuatilia. Kuna rafiki zangu wamelima hoho, inafanya vizuri na ipo na yenyewe inaoteshwa. Hoho unamwaga kitalu kidogo, unaotesha hoho, inakwenda mbegu yake wiki 2 ili iote kwanza, halafu wiki 3 zingine inakwenda shambani, lakini inawahi sana pia kukomaa. Inawahi. Hivi kuna tofauti gani kati ya hiki kitunguu maji na kitunguu swaumu? Tofauti, kitunguu swaumu kwanza, kwa upande huu siwezi kukiongelea maana sina uzoefu nacho. Huku hatulimi kabisa na sijawahi kuonana na hiyo habari. Kwa hiyo vinatofautiana, kina jiografia yake ya mazingira fulani. Mazingira hapa pana asili ya jua. Ndio. Hapa ukipaangalia na Dodoma hapapishani sana, jua kali, ukame ule. Kitunguu swaumu jiografia hii hapa kinataka walau kama hakuna mvua basi manyunyu, kama hakuna basi baridi. Na kinataka sehemu ya baridi kama viazi kinaenda. Kwa hiyo hapa hapana. Kwa hiyo tofauti ya huyu kitunguu maji na kitunguu swaumu, huyu hahitaji maji mengi, kitunguu swaumu anahitaji maji mengi. Pia hata bila maji mengi, hata baridi anakaa vizuri. Ina tabia kama ya chai. Kama ya chai. Mambo mengi bwana, tunazidi kujifunza kwenye kilimo